Kama nilivyojitambulisha, ninaitwa Noeli. Mara nyingi nimekuwa nikifika pia hapa. Sijui kama kuna watu wananikumbuka. Nikumbuka, naomba tupunge mikono. Kampeni wengi. Barikiwe sana na Bwana Yesu. Mimi ni theolojia. Nilikuwa mazoezi pale Nyamuhanga, na wiki iliyopita nilikuwa naagana nao pale Nyamuhanga. Na sasa niko hapa. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuwatumia ninyi watumishi wa Mungu kuipokea familia yangu, kwa sababu tumehamia huku. Amen. Kwa hiyo naomba nifanye utambulisho mdogo kwa familia ili muweze kutufahamu. Na hata kama nisingepewa nafasi ya kuhudumu, mimi bado ningekuwa nakuja kusali hapa. Amen, amen, amen. Kwa sababu makazi yetu ni hapa kwa sasa na tunaishi hapa pamoja. Kwa hiyo ninaomba familia, naomba msimame. Naona mama, dada, naona na mdogo wangu pia kwa pale nyuma. Mama, punga mikono. Na shukuru kwa kumpokea huyo mama. Sijui atajiunga na kwaya hii. Naona umri wake wengi wako hapa. Kwa hiyo naomba mchukue aanze kuimba kwaya. Amen. Na mnaimba vizuri sana, Mungu awabariki. Anaitwa Oliva Lunyungu. Na dada, hebu dada sema uje. Salimia kwa sauti yako basi. Amen. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna mdogo wangu pale, punga mikono. Huyu apendage kutambulishwa sana, ila punga mikono. Huyo. Nimemkuta pia dada anaimba kwaya, nimefurahi dada Zawadi. Punga mikono, Mungu akubariki. Huyo ameshiba na Yesu mzito. Amen. Yesu wake ni mnene zaidi. Lakini pia nimefurahi hapa nimekutana na wadarasa kama mzee wa kanisa. Wadarasa. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi zaidi. Kwa hiyo ninaomba watu wa Mungu mnipokee. Kuanzia kesho tutaanza hapa. Ninaomba watu wa vyombo tuanze kuamka kesho mapema. Amen, amen. Nahitaji kulifungua lango la asubuhi, na nina uhakika uwahi tu mapema, tutakuwa tunawahi kutoka kwa ajili ya kuwahi kwenye kazi. Sababu kazi pia ni muhimu. Kwa hiyo tutakuwa tunaanza mapema. Watu wa vyombo tukifika hata 10:30 sio mbaya. Amen. Inapofika 12 kasoro tunakuwa tayari tumetoka. Kwa hiyo ninaomba pia kwaya ya upendo. Ninaomba pia tushirikiane katika huu mwezi mmoja ambao tutakuwa pamoja. Lakini pia na kwaya ya vijana. Kwaya hizi Mungu awabariki. Mnaimba vizuri kweli kweli. Naomba tuwashangilie hizi kwaya. Amen. Basi katika hilo niwashukuru sana watu wa Mungu, na niombe tushirikiane kwa pamoja kwa muda huu ambao tutakuwa pamoja. Leo tumepewa kitabu kile cha Marko mlango wa 7 na ule mstari wa 24 mpaka 30. Marko mlango wa 7 mstari ule wa 24 mpaka ule mstari wa 30. Ukiwa na Biblia yako unaweza kufungua Marko ule mlango wa 7 mstari wa 24 mpaka ule mstari wa 30, nami nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Akaondoka huko akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni, akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Huyu ni Yesu. Amen. Nawashukuru mliosimama. Naweza kusimama wote, karibuni basi tusimame wote. Mstari wa 25. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msirofonike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake.
akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kutwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani, yule pepo amekwisha kumtoka. Amen. Tuombe. Bwana Yesu, wewe ni mwema, litume tena neno lako lenye ujazo kabisa kwa ajili yetu, kwa ajili ya ibada hii, katika jina la Yesu. Amen. Naomba tuketi. Shangilie tena Bwana kwa makofi. Haleluya. Punga mkono kwa Yesu namna hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa ambacho tumepewa kwenye kalenda zetu kinasema Mungu huwainua wanyenyekevu. Naomba utazame jirani yako, mwambie Mungu huwainua wanyenyekevu. Rudia tena kwa sauti, mwambie Mungu huwainua wanyenyekevu. Lakini hapa nimetamani tupite kwa huu muda ambao tuko nao. Tutapita kidogo kwenye somo, nasema somo dogo, nasema unyenyekevu unavyokupa kibali na kukuinua. Unyenyekevu unavyokupa kibali na kukuinua. Unyenyekevu unavyokupa kibali na kukuinua. Naona watu wananoti huko hapa, ni kitu kizuri. Unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni kutambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Unyenyekevu ni kutambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Na ukishatambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, hii inakufanya umtafute Mungu kwa bidii. Kwa hiyo kwanza, unyenyekevu ni kutambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Ratiba zako haziendi bila Mungu. Ukiingia kazini hauanzi kufanya kazi bila kumshirikisha Mungu. Manake umetambua kwanza nafasi ya Mungu, kwamba Mungu ni kipaumbele, ni mstari wa mbele kabla ya mambo yako kuendelea. Lakini pia unyenyekevu ni kutokata tamaa unapochelewa kupata jibu. Sisi walio wengi wa kanisani tunamtegemea Mungu na tunamwomba Mungu. Na kuna maombi unaweza kuwa umeomba ndani ya miaka 10 na hakuna kitu kimetokea. Sasa maana ya unyenyekevu, maana nyingine ni kutokata tamaa. Maana yake umeomba kwa muda mrefu na mambo hayajatokea, lakini haurudi nyuma au kati tamaa. Umefanya kazi kwa muda mrefu, hakuna matokeo yametokea, lakini haukati tamaa, unasonga mbele. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Umelima nyanya na imekupiga, lakini haukati tamaa. Kesho tena wanakuona huko vinyunguni asubuhi na mapema. Yaani maana yake wewe haurudi nyuma wala haukati tamaa. Kwa hiyo mtu ambaye harudi nyuma wala hakati tamaa, huyu mtu anaitwa mnyenyekevu. Na katika Biblia tunakutana kwenye kile kitabu cha Mathayo 7:7, tunakutana na kitu kinaitwa viwango vya maombi. Maombi hayana staili moja, maombi yana viwango tofauti tofauti. Kiwango cha kwanza katika ile Mathayo 7:7 anasema kiwango kinaitwa kiwango cha kuomba. Anasema ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Kwa hiyo hapo unakutana na kiwango kimoja kinaitwa kiwango cha kuomba. Hapo anasema baada ya kiwango cha kuomba anasema ufanye nini? Tafuteni nanyi mtafanyaje? Mtaona. Kwa hiyo kiwango cha pili ni kiwango cha kutafuta. Alafu kiwango cha tatu ni kiwango cha nini? Ni kiwango cha kubisha. Kwa hiyo kuna kiwango cha kuomba, halafu kuna kiwango cha kutafuta, halafu kuna kiwango cha kubisha. Hivi vyote ni viwango. Na mtu mnyenyekevu huwa hachoki. Umeanza kuomba, vitu vingine unaanza kutafuta. Na kama umeanza kutafuta na vitu havitokei, unaanza kubisha. Kubisha maana yake nini? Kubisha maana yake ni kulazimisha kitu kitokee. Kwa mfano, moja ya maombi ambayo tutakuwa nayo ndani ya mwezi huu, tutakuwa tunamwambia Mungu asaidie watu wajenge nyumba mpya. Ambao wanataka nyumba mpya wangepandisha amina zao za nguvu kabisa. Haleluya! Na moja ya ombi ambalo tutakuwa tunamwambia Bwana
Kwa namwambia Bwana, wale ambao wamekwama kwenye eneo la kujenga, Bwana awasaidie kujenga. Bwana awasaidie kujenga katika jina la Yesu. Sikiliza, siongelei kujenga vibanda. Naongelea kujenga nyumba nzuri. Na mikono yako ndio ambayo itajenga nyumba nzuri. Leo utashuhudia kwa macho katika jina la Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi mengi. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe utakuwa unapata nafasi ya kuonana na watu mmoja mmoja ambao wanamuda, ambao wamekwama kwenye eneo la kujenga. Hiyo neema ipo. Bwana atazileta hela na utakimbiza nyumba yako. Haleluya, haleluya. Sasa hapa ambacho tutakuwa tunafanya, kuna kiwango kinaitwa cha kubisha. Hamjakutana na mapagale mtu amejenga kwa miaka 10? Yaani mtu miaka 10, wewe unajenga nyumba miaka 10. Nani kakwambia? Bwana anataka mambo yako yaende kwa kasi ya Roho Mtakatifu. Hivyo ninawatamkia watu wa Sinai, nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea kwenu. Mambo yenu yanaanza kwenda kwa haraka na kwa wepesi katika jina la Yesu. Haleluya. Wenye kumwamini Bwana wangesema amen, 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 amen. Haleluya, haleluya. Watu wengine wanataka mpaka waone kwanza. Utaona kwa macho yako mwenyewe. Kwa sababu tunapotumia kiwango hiki cha 3, kiwango cha kubisha, hage tunalazimisha, tunamuondoa adui anayefanya mambo yako ya kwake. Watu kwenye mikono yao inapita mishahara mizuri, lakini hakuna kitu kinafanyika. Watu unaweza ukapata hela nyingi, lakini hakuna kitu umefanya. Sasa mimi nataka nikupe ufanye tathmini. Kuanzia huu mwezi wa kwanza mpaka huu ni mwezi wa 8. Kuna kitu gani kipya umefanya kwenye familia yako? Kuja kanisani si tu kusali peke yake. Kuja kanisani kunatakiwa kuwe na maongezeko kwenye maisha yako. Kwa njia ya kuja kanisani unatakiwa uje ubebe baraka ambazo zitakusaidia kuongeza vitu. Amen, amen, amen. Anasema unyenyekevu unavyokupa kibali na kukuinua. Unapoondoka kwenye ibada hii, Bwana atakuwa amekuinua pale tu kileleni katika jina la Yesu. Sema amen, 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 amen. Bwana atakuwa amekuinua kabisa. Haleluya. Sikiliza watu wa Mungu. Bwana anapokuita ibadani, moja ya kitu anataka kukufanyia, anataka kukuinua. Na kukuinua kutoka chini kukupeleka juu. Haleluya. Unyenyekevu ni kutambua ukubwa wa Mungu. Lazima umtambue Mungu kwa ukubwa. Wengine wanamtambua Mungu tu kama ni mlinzi basi na mambo ya uponyaji peke yake basi. Hawajawahi kumtambua Mungu kama Mungu ni mkubwa. Kuna hela wewe unazitafuta, lakini Mungu anaweza kukupatia. Lakini kwa sababu wewe imani yako haijaruhusu kufungua kwenye huo mlango kwamba Mungu ana uwezo kukupatia hiyo hela, ndio maana mpaka sasa hivi hujapata hiyo hela. Siku ukifungua huo mlango akamwambia Mungu, mimi ninaamini utanipa hela, utanipa milioni 10 nianze biashara. Alafu ombi jingine ambalo tutakuwa tunaomba kwa ajili ya watu ambao hawana biashara. Bwana atawasaidia kufungua biashara. Mimi nikiwa mbali mtanisimulia. Haleluya. Tutakuwa tunamwambia Mungu kwa ajili ya sisi wafanya biashara, lakini kuna wengine hawana mtaji. Siku moja nikiwa kwenye maombi, tena nilikuwa kwenye maombi hapa nyumbani pale. Sasa nilikuwa kwenye mkesha. Nilikuwa kesha kuanzia ile Ijumaa. Ilikuwa ni Ijumaa kabla sijarudi mjini. Kwa hiyo nikakesha usiku mpaka saa 10. Lakini ombi nililokuwa namuomba Mungu, nilikuwa namwambia Mungu anipe hela. Kwenye ile wiki nilikuwa sina hela kabisa. Punga mkono kama tunaenda pamoja tu mpaka kule Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwenye ile wiki nilikuwa sina hela kabisa. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, nataka nikeshe. Nilikesha kuanzia saa 2 mpaka saa 10 ndio nikalala. Sasa nakesha ili Mungu aweze kunipa hela. Kwa hiyo nikaweka mkesha wangu binafsi pale nyumbani. Kwa hiyo wengine walipoenda kulala, mimi nikaendelea kuomba. Nazunguka kwenye sebule namwambia Bwana, mimi sina hela, nataka unipe hela hapa. Mungu, sina hela, nataka unipe hela. Alafu ombi moja nilikuwa naomba, nikasema Mungu, shurutisha waliobeba hela zangu, inapofika asubuhi niweze kupata hela. Haya ni maombi ya mwenye imani. Na ukiomba kwa imani, Bwana anafanya. Watu wa Mungu, nimeamka asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema nimeamka. Nimekuta muamala wa 500,000 kwenye simu yangu. 500,000. Ningemshangilia Bwana kama tunaangana pamoja. Watu wa Mungu, nilikuwa sina hata 100. Alafu nilimuuliza yule mtu kwa sababu nikajua labda amekosea muamala.
kwamba huyu bwana anitumia kweli 500,000, hajawahi kunitumia. Nikamuuliza bwana, au hapa umekosea? Anza, sijakosea bwana, nimekutumia hiyo. Namshukuru tu Bwana kwa ajili ya Mungu. Anasema sijakosea, nimekutumia hiyo hela. Leo usiku mimi nilipokesha nikamwambia baba, shurutisha wenye hela zangu wanitumie hela. Kwa hiyo hakulala usingizi. Alinitumia saa 12. Asubuhi na dakika 3 akawa ameshatuma hela. Kuna hela wanazitafuta